Jambo wa ndugu wapenzi, na wasalimu nyote popote mlipo. Nitakuomba kama ndio mara ya kwanza unatufuata hapa, shuka kwenye channel yako ya YouTube, utaona fasi kuna kidole nafanya hivi. Ufinyange hiyo fasi, pia ujifanye mwanamemba wetu hapa ili utufate wakati na muda wote ambaye tunakuwa tukizungumza na tukifanya mengine. Jina langu naitwa Jean-Luc Kamani. Watu wengi wananijua zaidi kwa Analizon Congo. Watu wanakuwa wananiita Analizon Congo, lakini Analizon Congo sio jina langu, na wengine wananijua kama mtumishi wa Mungu, lakini hapa sio juu ya mambo ya imani. Hapa tutakuwa tunazungumzia ama kucheua gisi mambo yako naendeka katika nchi yetu kwa hatua ya siasa, ya uchumi, ya mafanikio, misitu na mengine yote. Tutakuwa tunazungumza na tutakuwa tunasaidiana ili tuelewe. Basi mtakuwa nanifuata kweli, elekeza, nisaidie utume video kwa mtu mwingine, uelekeze mtu mwingine kwenye fasi au anatufuata. Tutawapatia pia jina ya TikTok account yetu, tutawapatia pia jina ya Facebook account yetu, yote na jina moja, AK Swahili. Hapa ni AK Swahili. AK Swahili ni site yetu ama channel yetu ya mpya inayozungumzia mambo ya Kongo na mambo yote ya ndani inayohusu Kongo. Nitakuomba kisi kwa Kifaransa wanasema kujiabone, ufere abone mtu mwingine, na basi tufanye jamale tuliwe kubwa. Jambo tena. Basi leo tutazungumzia mada yetu, tunazungumzia habari zinazotoka ngambo na sehemu ya Uvira. Inasemeka kama kuna kibarua ambayo iliandikwa na kiongozi wa AFC Bar M23 ambaye anaitwa Corneille Nangaa, akitumia kiongozi wa Umoja wa Mataifa ambaye jina lake ni Antonio Guterres. Katika kibarua hicho alikuwa anazungumza ama kueleza kama wao AFC wanachukua hatua leo ya kutoka Uvira, kuacha Uvira wazi. Basi tunaweza jiuliza namna gani leo ndio watasema wanaacha Uvira wazi? Je, walikuwa hawaacha Uvira wazi? Tukikumbuka kama Uvira ilianguka mikono ya AFC AFC ilikuwa ikiwaza tarehe 10 ya mwezi wa 12 ndio ilianguka mikononi mwao. Waliwatia sukuma sana, wakiwaeleza watoshe jeshi. Basi wakatosha jeshi lao, lakini wakaacha watu kama walinda amani wa polisi walikuwa wakibakia wakiangalia mambo inahusu ya usalama madogo madogo. Walitoka kabisa ndani ya mji wa Uvira wakaelekea ngambo za njia za kwenda Kiliba kwenda Sange. Baadaye Umoja wa Kongo ikalalamika kwa sababu najua kuna mazungumzo ambayo iko naendekana kati ya Kongo na gisi wanawaita waasi wa wateteaji wa AFC huko nchi ya Qatar kwa nchi ya Doha. Na wakati walikuwa wanazungumza kule, wakasikilizana kama siku zenye ziko mbele inabidi waachilishe mapambano, ndio inaitwa kwa Kifaransa cessez-le-feu. Ndio basi wakaachilisha kwanza mapambano, ilibidi waachilishe mapambano, lakini kwa sababu government iliendelea na kutupa bomu na sehemu zao, ndio nao wakufurahia nao wakarudisha, ndio katuleta mwa shida yenye tuko leo. Sasa kulingana na hiyo hatua na hiyo mazungumzo walikuwa washazungumza kule, wanatia pressure kwa M23 waondoe jeshi lao. Ndio sasa leo wamesema wanaondoa jeshi, lakini pamoja na kuondoa jeshi wanasisitiza kama wamechukua mji wa Uvira wanaukabidhi Umoja wa Mataifa. Basi kama wanakabidhi Uvira Umoja wa Mataifa, ni kusema kama hakuna mtu yeyote ambaye ataleta mguu wake pale Uvira, kwa sababu Umoja wa Mataifa ndio atalinda na kukinga na kuchunga Uvira. Sasa kama Umoja wa Mataifa ndio atakuja pale, Umoja wa Mataifa atatosha jeshi wapi? Kileo tunajua kama Umoja wa Mataifa ana jeshi zimwa ambaye zinakuwa Goma, North Kivu, na kuna jeshi zingine ambaye ziko sehemu ya Ituri. Hizo za Goma zilikuwa zinasubiri ama zikichunga namna gani wataingilia mambo ya makati wa FDLR wataweza kujitoa. Ni kusema kileo pengine kama watachukua wajeshi wa Goma, kama watachukua wa Ituri ama watachukua wapi, wao ndio wanajua. Ngapi za jeshi zitakuwa kule hatujue. Sasa kwa ngambo ya
tukisema tuichunguze na tuangalie, je, hiyo hatua ni hatua nzuri ambaye AFC inafanya ama ni hatua mbaya? Nani atafaidika katika hii hatua? AFC aitoe miguu yake ili serikali ya Kinshasa ialete miguu pale, kulingana na gisi wanasema, kwa sababu serikali ya Kinshasa ilikuwa ndio nawachongea, nasema kama wanakamata mji wao. Lakini nafasi ambaye ninaona serikali ya Kinshasa itajikuta ikisema irudie pale, kwa sababu serikali ya Kinshasa itasema ninyi ndio mlikuja kutufukuza hapa na hapa, kwa sababu ilikuwa nafasi yetu, gisi mnatoka, basi wengine warudie, na wale watarudia ni wao. Ndio ninawaza gisi mafikiri yao inaweza kuwa. Lakini kama watasema warudie, namna gani watasema warudie? Na Umoja wa Mataifa ndio unapaswa linda hiyo fasi. Je, Umoja wa Mataifa itawaitikia ama hapana? Swali zikingali nyingi na jibu ziko huko mbeleni. Ninaweza kwa mafikiri na nikipenda nifafanue, niangalie. Unajua kama kuna mpaka ya Burundi, na Burundi kweli ilikuwa ishasumbuka sana, kwa sababu unajua Burundi na mipaka mitatu. Kuna mpaka na Tanzania, kuna mpaka na Rwanda, na mpaka na Kongo. Na hiyo mpaka ya Kongo ndio ilikuwa kama mlango mmoja ulikuwa unasaidia kidogo uchumi ya Burundi. Uchumi ya Burundi kulingana na kuwaletea mafuta inayotoka Tanzania na shukia Uvira, yani gisi tunasema carburant, ndio ilikuwa inaingilia pale. Sasa pamoja na hiyo, Burundi ilikuwa sasa inakosa njia ambayo ilikuwa inabakia ni hiyo ya Uvira. Sasa ndio maana nao pia Burundi ilitia pressure sana kwa mtu ambaye walikuwa wasikilizana naye ambaye ni Felix, ili atafute namna gani viongozi wa mataifa waweze waondoe AFC bar M23 pale. Sasa AFC naandika hicho kibarua, katika hiyo kibarua chake AFC inajulisha hivi, wanasema tunatoka hapa na tunaacha leo mji wa Uvira mikononi mwenu, lakini tunawakumbusha kama kando hapa kuna watu wengi ambaye wataweza kuwa chanzo la kuleta shida na tatizo. Sasa yoyote takayofikia taifa ama watu wenye kuwa hapa itakuwa juu ya vichwa vyenu. Nikipenda kuingilia ama nikipenda kufafanua kugisi nasikia hivi vitu, naelewa kama AFC inatoka kwa kutokupenda, kwa sababu lengo lao ilikuwa kuweka usalama. Usisahau kama Uvira ilikuwa ishakuwa kama shamba isiyokuwa na mwongozi. Okay, leo wao wanatoka. Sasa gisi wanatoka, kuna kando, kuna FDLR wako pembeni, kuna wazalendo wako pembeni, kuna FRDC wako pembeni, kuna barebel Burundi wako pembeni. Je, sawa watatoka wale hawataingia? Ni swali ya kwanza. Swali ya pili, hizi siku zote watu walifanya mamarsha, wakafanya vitu gani? Kuna watu kama wazalendo walikuwa na waona pale. Sasa itakuwa namna gani kulingana na bale batu benye biko Uvira, benye banaweza sema bali baonaka siku bamiko natumika na M23? Eske abatakuwa cible ya batu kubafata na kubanyanyasa, wala kubaua, wala kuwafunga? Kwa yote, Umoja wa Mataifa italeta jeshi ngapi Uvira juu ya kulinda Uvira? Uvira itabaki mji na kuwa na jeshi, wala itakuwa mji sio kuwa na jeshi? Hiyo yote kingali maswali. Swali ingine, je, kisiasa nani ataongoza Uvira? Administrateur wa territoire wa Uvira atakuwa wa Nations Unies wa Umoja wa Mataifa, atakuwa wa AFC ama atakuwa wa gouvernement? Kitu kenye mimi niko na waza, Uvira inariske kukua kama gisi tulisema miaka zilizopita, kuvamiwa na nguvu, kuvamiwa na vitu ambaye havitasaidia nchi kuendelea mbele. Sijue kama wewe unawazia namna gani. Nitakuomba ufanye commentaire yako, unieleze, je, mawazo yako ni gani? Unafikiri kama kweli kutoka yao Uvira itakuwa jibu ama namna gani? Kutoka yao Uvira ni kusema M23, AFC bar M23 wataendelea na pigana ama vita inaishia pale? Vita ikome, vita ikushe. Walisema tu watoke pale ili wawapatie mlango ya kuonesha gisi wao wanapenda amani. Lakini pamoja na yote, mambo mengine
mazuri yatakuwa kule mbele. Asante, sisi ni AK Swahili. Usijitahidi kuacha comment yako, elezea mtu mmoja abone na mtu mwingine ajiabone hapa, tutakuwa natupata kama iwezekanavyo habari kwa kawaida siku baada ya siku. Jambo sana.